أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ndugu zangu katika iman, leo tutajifunza tafsir ya surati An-Nas. Tafsiri ya surati An-Nas, sura ya 114 katika msahafu. Katika idadi ya sura zote ni sura ya 114, ni sura ya mwisho kabisa, na sura hii imeteremshwa Makka na ina aya 6. Ni sura ya 114 katika mpangilio wa sura za msahafu, na kwa maana hiyo ni sura ya mwisho katika msahafu. Imeitwa An-Nas kutokana na kutajwa kwa neno hilo ndani ya sura, na An-Nas ni neno la Kiarabu lenye maana ya watu. Sura hii maudhui yake inazungumzia hii, pamoja na surati Al-Falaq, zinazungumzia na kumfundisha Muislamu kuwa mwepesi wa kukimbilia kwa Allah na kujiegemeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba msaada, na katika kufanikisha mambo yake ya kumwomba msaada katika kumkinga na kumpa ulinzi dhidi ya shari za kila aina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu birabbin nas, sema ninajikinga kwa Mola mlezi wa watu. Malikin nas, mfalme wa watu. Ilahin nas, muabudiwa wa haki wa watu, mwenye haki ya kuabudiwa na watu. Yani kwamba Allah ndiye mwenye haki ya kuabudiwa na si mwingine. Min sharri alwaswasil khannas, najikinga dhidi ya shari ya mwenye kutia wasiwasi na mwenye kurejea nyuma. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, anayetia wasiwasi katika vifua vya watu. Minal jinnati wan nas, akiwa ni pamoja na majini na watu. Sura hii pamoja na sura Al-Falaq ni sura ambazo Allah amemwagiza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kila Muislamu anatakiwa, ana haki ya kuzitumia katika kujikinga dhidi ya shari mbalimbali zinazomkabili, na hasa shari zinazohusu kutia shaka na wasiwasi katika moyo au katika mioyo iliyopo vifuani. Na hapa tunaona zinatajwa shari za aina mbili: shari ya jini anayetia wasiwasi na hofu katika moyo wa mwanadamu, lakini pia kuna shari ya mwanadamu anayetia wasiwasi na hofu katika moyo wa mwanadamu mwenzake. Tunaona kwamba Sheitani ana mengi ya kumshawishi maovu kwa mwanadamu na kumtia wasiwasi. Anamshawishi mwanadamu jambo zuri alione baya na jambo baya alione zuri. Na hili Sheitani halilifanya tokea enzi za zamani, tokea enzi za babu yetu Adamu alayhi salatu wassalam, na analifanya leo na ataendelea kulifanya kesho pia. Baba yetu Adam alikatazwa na Allah kula tunda na kupewa sababu kwamba kama yeye na mkewe watavunja amri hii watakuwa wamejidhuru wenyewe, kwa sababu aibu zao zitaonekana. Lakini Sheitani alimtia vishawishi
na wasiwasi baba yetu Adam, na akaligeuza neno la Allah lililokuwa bora, na akatoa sababu ya kwamba ulaji wa tunda hilo litawaletea manufaa na sio lenye kuwaletea madhara, na alitoa sababu zake za kishetani. Kwa hiyo akawaambia kwamba nyinyi mmekatazwa musile huu mti kwa sababu msinufaike. Mmekatazwa kwa sababu msije mkawa malaika, msije mkaweza kuishi milele katika pepo hii. Mambo ambayo yalimfikirisha baba yetu Adam na mkewe na kuingiwa na aina fulani ya wasiwasi na ushawishi. Ikabidi wajikute wanakwenda kuonja ule mti waliokatazwa kwa ushawishi wa shetani. Mwenyezi Mungu alimwambia, na ewe Adam, kaa wewe na mkeo peponi na kuleni humo popote mtakapo, na msiusogelee mti huu, msije mkawa miongoni mwa wenye kudhulumu nafsi zao na kumbuka. Shetani akawatia wasiwasi ili awadhihirishie, awaumbue, ili azitoe aibu zao, na aliwaambia kuwa hakukukatazeni Allah, yani hakukukatazeni Mola wenu mti huu isipokuwa tu msije mkawa malaika au mkawa miongoni mwa wenye kuishi milele. Na aliwasitizia kwa kiapo kwamba kwa hakika isiyokuwa na shaka yoyote, mimi kwenu ni miongoni mwa wenye kukupeni nasaha, tena nasaha iliyokuwa bora kabisa. Basi aliwateka kwa hadaa. Basi walipouonja mti ule, ziliwadhihirikia aibu zao, wakawa wanajiziba, wanajistiri kwa majani ya mti. Tafsiri hii ni za aya ambayo ziko katika surati Al-A'raf, aya ya 7, aya ya 119 mpaka ya 22 katika surati Al-A'raf. Huu ni wasiwasi wa mtia wasiwasi ambaye ni shetani, ambaye ni jini. Watia wasiwasi binadamu nao wapo. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mshushie rehema na amani, akiwa katika majukumu yake ya utangazaji dini, makafiri walimkabili kwa vishawishi mbalimbali vya kishetani ili aachane na amri ya Mola wake. Walimshawishi kwa mali, wakamshawishi kwa vivutio mbalimbali, wakamshawishi kwa vyeo, na wakamshawishi mpaka kwa kumpa wanawake. Hata leo hii watia wasiwasi binadamu wanaendeleza mkakati huu wa kumtia wasiwasi mwanadamu na kumshawishi kuasi amri za dini. Allah amekataza pombe na kamari na kutoa sababu kwamba ni katika mbinu za shetani zinazosababisha athari hasi katika jamii. Allah anatuambia, enyi mlioamini, ilivyo ni kwamba pombe na kamari na ramli na masanamu ni uchafu katika vitendo vya shetani. Basi uepukeni uchafu huo ili mpate kufanikiwa. Ilivyo ni kwamba sheitani anataka kutia uadui baina yenu kwa sababu ya pombe na kamari, na kukuzuieni kumkumbuka Allah na kuswali. Basi je, mmekoma? Hii ni tafsiri za aya katika Suratul Maida, sura ambayo ni ya 5 katika mpangilio msahafu, aya kuanzia 90 mpaka 91. Wakati Allah anasema haya, watia wasiwasi binadamu nao wanatia wasiwasi, wanashawishi na kunadi kwamba
kamari, inaondoa umaskini. Ndio maana leo makampuni ya bahati nasibu au kubeti yametapakaa kila mahali kama utitiri, lakini umaskini bado uko pale pale. Makampuni ya ulevi yanatoa kila sampuli ya kilevi kwa majina ya mbalimbali yenye kuvutia, yenye kushawishi, na wakisema kuwa eti ulevi unaburudisha, unaondoa msongo wa mawazo, unaongeza ajira na mapato kwa serikali. Wakati watu watia wasiwasi binadamu wanasema haya, hawatoi takwimu za mchango hasi wa ulevi katika ajali za barabarani, hawatoi takwimu za mchango hasi wa ulevi katika afya ya mwanadamu, na hasa katika kuharibu kiungo muhimu katika mwili wa damu kama figo, maini. Pia hawatoi takwimu sahihi ambazo ni hasi, ambazo zinasababisha mgogoro katika familia na kadhalika. Na haya yote ni madhara ya pombe, na mifano iko mingi sana. Muislamu katika mazingira haya anahitaji msaada wa Allah. Ni wimbi zito linaloweza kumteteresha Muislamu na kutoka katika njia ya sawa. Allah amewasifia watia wasiwasi hawa kwamba ni wenye kurudi nyuma. Wanazuoni wanatafsiri sifa hii ya kurudi nyuma kwa mtia wasiwasi sheitani na mtia wasiwasi binadamu, kwamba Muislamu anapomkumbuka Allah na kumtaja, basi mtia wasiwasi hurudi nyuma na kushindwa kutimiza azma yake na kutimiza azma yake juu ya hili. Na kuonyesha hayo, sahaba Ibn Abbas, Allah amridhie na baba yake, amenukuliwa akisema kuwa sheitani ni mwenye kuinamia moyo wa mwanadamu, na mwanadamu akimkumbuka Allah na kumtaja, basi sheitani anarudi nyuma, na mwanadamu akijisahau tu, sheitani anatia wasiwasi. Na kwa msingi huu Allah anamwagiza mtume wake kwa kumwambia qul a'udhu birabbin nas. Basi hayo ina maana kwamba ni maagizo kwa Waislamu wote ya kwamba wanahitajika kumkimbilia Allah na kumwomba kinga, hifadhi na ulinzi dhidi ya watia wasiwasi mashaitani na binadamu, kwa sababu watia hawa wasiwasi ambao ni mashaitani na binadamu, lengo lao la kutia wasiwasi wewe ili umwasi Allah subhanahu wa ta'ala na usifuate miongozo yake na ufuate yale ambayo wao wanayaona yatakuletea madhara siku ya mwisho ya duniani na siku ya akhera, ni ili wao waweze kupata wafuasi wengi katika kule wanapoingia motoni. Kwa hiyo wanakutia wasiwasi ili uendelee kumwasi Allah, wanakutia wasiwasi ili usifuate maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, wanakutia wasiwasi ili uingie katika kundi la maovu na uyaone yale maovu kwamba ndio jambo bora. Hivyo ndugu zangu, katika sura hii tunajifunza mambo yafuatayo. Sura inafundisha kwa Muislamu anatakiwa kuomba ulinzi na hifadhi kwa Allah na sio kwa mtu mwingine na sio kwa kiumbe mwingine. Sura pia inatufundisha kuwa Muislamu anatakiwa kuisoma katika maeneo yafuatayo. Ni kwamba hii ni miongoni mwa sura ambazo Muislamu anatakiwa kuzisoma katika maeneo yafuatayo. Kwanza, wakati wa kulala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiviweka pamoja viganja vya mikono yake kama mtu anavyoomba dua, kisha anavipulizia chembe za mate kwa mdomo wake, akivisomea sura 3 ambayo ni suratul Ikhlas, ambayo ni qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Kisha anajipangusa kwa viganja hivyo sehemu za mwili wake anazoweza kuzifikia. Anafanya hivyo mara 3. Kwa hiyo na sisi kigezo chetu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inabidi tuyafanye hayo. Na kila baada ya swala ya faradhi mtume alikuwa akisoma sura hii pamoja na sura al-Ikhlas na sura al-Falaq
baada ya swala za faradhi, alfajiri, adhuhuri, alasri, maghrib na isha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha umuhimu wa kuisoma sura hii pamoja na sura al-Ikhlas na sura al-Falaq mara 3 asubuhi na jioni kama kinga dhidi ya shari za aina mbalimbali. Nini mwisho wa siku tunajifunza? Hizi sura zinatufundisha na kututahadharisha sisi Waislamu kuwa wakati wako wote wa maisha inakubidi uchukue tahadhari na kuwa makini, na moja ya silaha ya kufanya wewe kuwa makini na kuwa tahadhari na shari za watu na vijicho vya watu na husda za watu ni kuzisoma hizi sura kwa utaratibu ambao sisi tumeuelezea. Baada ya kusema haya, siku ya leo tutosheke na tafsiri ya surati Nas, na kesho insha Allah tutasoma suratu al-Falaq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.